katika baada ya muda, sijui katika mwaka gani ule, ikawa Sheikh Amir Tajo alikwenda kuwadaia kwa Sataya al-Karimji, ambao tajiri na karimu mkubwa, kaenda kuwadaia YASU. YASU ni Young African Social Union. Young African Social Union ilikuwa ni club ya jamaa vijana wa Kiafrika, aghlabi yake waliosoma, wa Shirazi na Waafrika wenye asili ya bara vile vile, lakini wengi wao ni wa Shirazi, na kiongozi wao alikuwa Athman Sharif. Sasa walikuwa wanataka kujenga klabu yao Miembeni, sio? YASU, Young African Social Union. Wakaenda Sheikh Amir Tajo wamekwenda wenyewe kuomba wale. Akaambia mwache aje mzee wenu Sheikh Amir Tajo anaambie mimi sitaki, kama chama chenu si cha siasa, mimi sitaki kusaidia vyama vya siasa. Sheikh Amir Tajo akasema hichi si chama cha siasa, ni social union, na hao ni club yao, wanakutana wenyewe. Na basi Sataya al-Karimji akatoa pesa akawapa. Yale yalimudhi sana Karume, maana yake yeye tokea mwanzo anachukia sana watu waliosoma. Siku zote yeye akasema kwa ukiona hawa wasomi hawa wakimbie hatua 100. Hawa hapana mtu mbaya kama hawa watu hawa ni wabaya kabisa. Alikuwa anachukia sana wa vijana waliosoma, hasa wa Kiafrika. Basi kwa sababu Sheikh Amir Tajo kafanya vile, wakamtoa katika chama, na ndio alikuwa ndio mkubwa wa kuungana nao. Sheikh Amir Tajo ni mtu alim wa dini, ni mwanachuoni wa dini, na mtu anaheshimiwa sana, mtu wa Makunduchi, mhadimu. Basi akatolewa, akawa kazi yao ni kumtukana kila pahali, wanamtukana. Pweza. Ajipalia makaa. Wakatuma watoto wadogo, kazi yao wakipita njiani wakamwita Chachando, akajipalia makaa, na wanamwimba, akipita anatukanwa, anapopolewa mawe. Na jamaa wengine wa Kishirazi waliokuwamo wakubwa kama Sheikh Muhammad Shamte na Ali Sharif Musa, ambao wao ni Wapemba na Washirazi wa Pemba, walipoona matusi namna ile wakatoka katika chama, wakaona na wao yatawapata. Walipotoka kikundi kile ndicho kikafanya ZPP, Zanzibar and Pemba People's Party. Siasa yao ikafata ile ya Hizbu, ya kuwakusanya watu wawe kitu kimoja. Wameshaona sasa, wameshatambua kwa chuki na ghadhabu za kikabila hazileti faida na zinaleta hasara, na mwisho wake Unguja itapotea kabisa. Vile vile hawakupendelea mwendo wa Afro Shirazi, kuwa kila kitu wanamuuliza Nyerere, wanaongozwa na Nyerere. TANU ndiyo iliyokuwa ikiendesha Afro Shirazi. Hii kusema kwa Karume alikuwa hapendi wasomi ndiyo iliyosababisha kuwaua kina Athman Sharifu, Hanga, kina Twala, kwa sababu aliogopa hawa watakuja siku moja kuchukua pahala pake. Basi akaanza kwanza kwa kuondoa katika mji, kama Hanga kampeleka Dar es Salaam, Athman Sharifu akampeleka Ambassador Uingereza, baadaye Marekani, ili wawe mbali na umma. Hataki wawe pale kwa sababu amesoma kuliko yeye. Hata nani yule aliokufa mwenyewe, nani Makunduchi, nani Hija, waziri na Hasnu Makame. Basi halafu akaanza mmoja kumua, maksudi wawe watu wengi kabisa wasiwe watu waliosoma wa Afrika.
kwa sababu yeye anaogopa kwa siku moja hawa lazima watachukua nafasi yao. Hayo lakini yametokea baada ya kuleta mapinduzi na akapata power tena, akapata nguvu. Sasa katika tulipokuwa tunazozana tena habari, ikaja uchaguzi wa mwaka 1957, viti vyao viti 6 vilivyopatikana vyote wakapata, hatukupata, Hizbu haikupata hata kiti kimoja, japo kwa tumepata voti labda thuluth ya voti tumepata, lakini kila pahali tumekosea kidogo. Afro Shirazi wakapata viti vitatu. Mohamed Shamte na Ali Sharifu walisimama Pemba kuwa kabla ya hawajaingia katika Afro Shirazi, wakasimama wenyewe as independent, ni watu wenyewe huru kwa nafsi yao, wakapata viti vyote viwili vya Pemba vilivyokuwako. Kiti cha mjini akapata Chaudhry, alikuwako Mhindi mwenye asili ya Pakistani, akapata Islamu, akapata cha mjini. Sisi hatukupata hata kiti kimoja, lakini hatukulalamika sisi kwa sababu tumepata viti voti 30% au 30 katika 100, basi kwa hivyo tunastahili kupata viti viwili. Maana kikokwa ndio election inavyokwenda. Wao on the other hand walipokuja katika mwaka uchaguzi wa pili ukawa katika 1960, tukapata sisi viti 9 na wao wakapata viti 10. ZPP wameshasema wamepata vitatu. Hapana aliweza kuunda serikali. Sasa kila mtu anataka ZPP awe upande wao ili wapate kuunda serikali. ZPP viti yao vitatu wakaingia kwetu sisi, lakini saa ya mwisho akahuni Ali Sharifu katoka kwa kurubuniwa na ndugu yake Athman Sharifu. Ikawa sisi tumepata watu wawili, bwana Mohamed Shamte na bwana Mohamed Bakari, wakawa upande wetu, tukawa sisi viti vyetu 11. Ali Sharifu akaenda upande wa Afro Shirazi kwa kulazimishwa na Athman Sharifu. Athman Sharifu akasema kama hukuingia katika Afro Shirazi kurejea, basi nitajiua. Huyu Athman Sharifu hadi kwa kuwa ilipokuwa katika ile deadlock na nini, yeye alimpigia simu na bwana Athman na bwana Amani alipokea simu yangu, niko kwangu mimi. Anasema lazima ufanye kama unavyoweza kwenda Pemba ukaonana na Mohamed Shamte au nchi hii itakuja kutawaliwa na mtwana huyu. Analia Athman Sharifu halafu kageuka nini, kapewa pesa, karubuniwa na matajiri, walikuwa kwa matajiri wa Kihindi watatu ndio wakisupport, wakipa nguvu sana Afro Shirazi. Master wa Pemba ambao mtu wa biashara, Ghulam Hussein Ismail alikuwako na VS Patel mkopeshaji pesa. Wote hawa ndio walikuwa kifinance wakiendesha Afro Shirazi. Basi wao wakamwambia kwa tutakulipia madeni yako yote, na Afro Shirazi wakawaahidi kwa kuwa Athman Sharifu wakati ule alikuwa ni veterinary officer, mtu wa serikali, lakini mwache aingie ndugu yako huyu, atakushikia halafu Ali Sharifu, halafu wewe utatoka katika kazi ya serikali, tutakufanya wewe ndio chief minister au prime minister. Kaingia tamaa, basi ndio akamshikilia ndugu yake na akamwambia kama hukuruingia Afro Shirazi basi nitajiua. Na Ali Sharifu ni mkubwa na kamlea yeye Athman Sharifu. Basi alitoka hasa Athman akaenda kajificha. Ndio. Haonekani. Maana mtu anajua. Isipokuwa watu wake wawili watatu na Mdungi Usi, unajua wapi kaenda. Ndio. Ili kuzidi kumtisha kakake. Naam. Mpaka kakake akaingia oga. Alikuwa hamuoni, mpaka alifika usiku hamuoni. Ndio.
akaambia wale tena, mtafuteni, mkimwona mwambieni mimi nimeshakubali, sasa hivi nitamfuata katika Afro Shirazi. Ndio Athmani akarejea. Naam. Basi akarejea Athmani, ndio ikawa Ali Sharifu kaingia kule, wakawa watu 11 wao na 11 sisi. Sasa ikawa watu sambamba, sisi tuna watu 11 na wao 11. Hatukuweza kufanya serikali. Hapana mtu aliyopata majority. Kwa hivyo ikawa lazima tufanye uchaguzi mwingine baada ya miezi 6. Na kwa wakati ule iwepo serikali ya mshikisho. Wakachaguliwa waziri wawili wa upande wetu na wawili upande wa Afro Shirazi. Nikachaguliwa mimi na Muhammad Shamte upande wetu sisi. Na wao wakawa Karume na yeye Ali Sharifu sio upande wao na kwa muda wa miezi 6 tukafanya uchaguzi wa pili. Kufanya uchaguzi wa pili wakati ule tena tumeshaungana na ZPP katika siasa zetu. Tunaendesha pamoja. Ikawa kushinda kwetu kunaonesha dhahiri. Kuingia uchaguzi ule watu wote wakawa wanajua kwa sisi tutashinda kwa sababu tumeanza kwa nguvu. Kwa nguvu za vyama viwili. Hatupigani baina yetu sisi na ZPP. Tukashinda, tukapata viti vingapi? 13 kwa vyao 10. Maana vikaongezwa kitu kimoja kwa viti viwe 23 ili visiwe deadlock. Pale ndio ikatokea mauaji makubwa ya mwaka 1961 katika June riots. Wakauliwa watu 68 wote Hizbu, wote supporters wa Hizbu wakauliwa watu. Wameuliwa na Afro Shirazi. Ikawa ghasia sana mpaka walikuwa kaja askari wa GSSU kutoka Kenya ndio wakazuia mauaji yale. Ikaja Commission of Inquiry. Commission of Inquiry imepita juu tu. Anasema hakumlaumu mtu yoyote. Akasema iliyoko wako ni mgongano wa maneno, bombardment of words. Hizbu wametumia dini na Afro Shirazi wametumia kabila katika madai yao. Haya ndiyo yaliyoleta hasara. Hatuwezi kufahamu namna gani dini watu wa Unguja 98 katika 100 ni wa dini moja, Islamu. Dini wataitumia kwa namna gani kuleta hasara? Ikiwa dini itatumiwa ni ya kuwakusanya tu. Ukabila ndio, kwa sababu watu wako katika makabila mbalimbali. Afro Shirazi wametumia ukabila, lakini sisi ikiwa dini tumeitaja, basi dini ni ya kuungana. Na kweli hatukatai kwa tumeitumia dini. Tumeitumia dini kwa sababu ya kuwakusanya watu, kuambia hapa Mwarabu si bora kuliko sio Mwarabu, mweupe si bora kuliko mweusi. Watu wote ni kitu kimoja. Na Mwenyezi Mungu hatizame watu sura zao, lakini anatizama vitendo vyao. Watu waungane, waache hasama. Basi ile ndio dini tuliokuwa tunaitumia sisi kwa kujenga